Clouds TV, empowering lives. Ni kuvuka, tunavuka chapter ya giza, tunaingia kwa chapter ya mwangaza. Hiyo ndio uliona watoto wamekuwa wakichijwa. Ukienda Kataga watoto walichijwa wakasikwa. Ukienda Nakuru the same, wamechomekea kwa nyumba. Ukienda Mombasa, it is a global phenomenon. It is not a Kenyan issue. It is a global. Mwezi wa 5 na wa 6 ndio huaga wana sacrifice watoto wengi. Watoto wana sacrifice yako mwezi wa 5 na wa 6. Maana mwezi wa 5 na wa 6 ndio inakuwa transition. Transition ya kutoka kule ulikuwa kwa shida ukiingia kwa baraka za Mungu. Sasa ile kitu wanafanya watoto, kutoa watoto, wanatoa watoto ndio kuzuia usivuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatoa watoto kama kafara ndio kuzuia maroho yake gogona. Wanajenga madhabahu ndio kusikue na revival, kusikue na transition. Maana every 6 months there is a transition. Bwana Yesu asifiwe sana. And this one is very special to God because it is a transition that inabadilisha dunia mzima. Ndio unaona wamengangana hii kutoka mwezi wa 3 kukuja hivi. Wamengangana kuzuia revival. Na sisi tunajua tulipanda kwa mlima, tukayafanya ile kitu tulifanya. Tukaenda Badia tukafanya ile kitu. Tukaenda kwingine tukafanya ile kitu. Nikakibia Germany nikafanya ile kitu. Nikakibia Malta nikafanya hiyo kitu. Nikakibia Spain, nikateremka hapo Greece nikafanya, nikakuja nikakaa hapa. Nikaogojea sinema. Mwae mjamaa akakibia baka Rome. Kaenda huko akakuja baka Muranga. Akaona Duma. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda Kazakhstan, akakibia huko, akarudi Mombasa, akakuta Omari Hassan amemwadimbia kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa kufa kwa Nogo, miti yote inateresaga. Haleluya. Wakati wa kufa kwa nani? Kwa sababu walikuwa nataka, ndio uliona ka president ka nani? Ka Freji alikuwa hapa. Niyo alikuwa anakuja inaugurate system yao, one world order. Na sisi tulikuwa tushatagulia, tukazima moto hiyo yao yote. Tukaenda kule Abadia, tukafanya ile vitu tulifanya, tukaenda Mount Kenya, tukaenda kila mahali. Walikuja, simuliona wakichiba mchanga. Hiyo mchanga tulikuwa tumeipeleka already Mount Kenya. Simuliona wakati nilipeleka mchanga ya county ya Kenya, ya UK, county 747 ya Afrika, kila kona, all the cities of Africa. Nilikuwa already na michanga yao yote nimeweka hapo. When they were coming now to raise their altar, wakakuta already an altar had been raised. You can't defeat that people. And this is why nawaambia wachaneni na panganga. Hii si siasa ile tulikuwa tunapiga ya kwenda huko kwa barabara, ya kurushania mawe. Msirushe mawe, usitukane mtu, usitukane hata Ruto. Wachana nao kabisa. Get out of that. Tuingie kwa madhabahu and you will see the power. Angalia wakati mtu anaitwa Musa. Musa anaambiwa na Mungu. This team was so powerful, and again these people were in a foreign country. Israel walikuwa in a foreign country, walikuwa Misri. Pale Gosheni ndiko walikuwa wamefundishwa mpaka kuabudu ng'ombe, walikuwa wamefundishwa kuabudu kuku, walikuwa naabudu they were indoctrinated for 400 years. Nyumrali horo miaka 3. Only 3 years ndio nawababaisha. Watu wamekaa kwenye sanamu 400 years. Hata Musa hakuwa anajua Mungu mwingine. Alikuwa anajua Mungu ya habari. Alikuja kujulia Mungu alipofika Sinai kwa mlima, akaambiwa toa viatu. Hapo umefika sasa ni batakati. Kwa toka yule oge wao wa Misri. Alikuwa Mungu wa kawaida. They never cared about anything. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore when God revisited the issue, akamuinua na akamfundisha mambo ya madhabahu, na akamwambia ile vita mnafaa kupigana hapa, hamupigani vita vya kisilaha. Ndio akampatia rugu kwa mkono. Akamwambia rugu, usibeba hii rugu kama hii ya mzee huyu. Akamwambia kubebaga, ni mudhegi kama ile mudhegi yako mnaonaga. Ni mudhegi. Sasa yeye alikuwa na beba mudhegi ya kujetirimia, lakini ilikuwa na power. So we are talking about an altar that speaks. We are talking about how to win battles without drawing a gun. We are talking about how to win battles without killing anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuenda tu, maana Mungu alikuwa anamuuliza umeshika nini kwa mkono? Aambia na dhibo modhe, anaambia gusha chini. Dhibo inabadilika inakuwa nyoka, inaanza kumeza nyoka zile zilikuwa zinaabudiwa. And this is what we are supposed to do. Hiyo ndio ile kazi tunafaa kufanya. Sio kujipanga ati na DCP, kujipanga na Jubilee, kujipanga na UDA. Hapana. We are the owners of this country, and we need to reshape the country in a godly way. Marenda turuwe nigenda tuiteza kame. These people are witches.
Hawa watati, mimi nimekaa na wanasiasa wote. Hakuna mwanasiasa haedagi kwa mganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mwanasiasa haedagi, ukisikia wanaedaga hapa Dodoma, wengine unasikia wanaenda Nigeria, wengine wanaedaga India. Kwani unafikia Raila alikuwa ameenda wapi? Alikuwa ameenda kugagagagwa, kuchojwa. Ndio kwa sababu ameambiwa hii ugonjwa hauwezi ukapona, akaenda kuchajwa. Alikuwa akitoka huko anapitia Nigeria, anateremka hapa, akikuja anasimama hapa bila mtu hapa kwa barabara. Hakuna mtu atakihea hata kimoja, hata hizi hakuna. Unasikia amesimama. Aya! Unaona kumefurika watu. Because of the power. Walielewa ni madhabahu. Walielewa jinsi ya kufanya. Ruto mwenyewe wakati alichaguliwa, hakuchaguliwa na kura. Nataka kuniambia system ilikuwa mjinga hivyo. Ati mkubalisha achukue kiti. System haijaishindwa. Hii ilikuwa system ya kwanza kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa system ya kwanza kushindwa. Mimi sijawahi ona all over the world. Trump anakuja na anafanya kinaingia huko na kinaingia. Na kinaanza kupiga dunia mzima because it's a system. Anashika president wa Venezuela, anavugia ndani, anaenda Irani, anaroga, anaua mpaka king, anaendelea kukaa. It is a system, the worldwide system. Haishidagwi. Hii ndio ilikuwa ya kwanza kushindwa na Hasra Nation na Kawilibaro, na ikashindwa na Wilibaro. Wilibaro ilikuwa inaekelewa kwa huko juu kwa lori, inazunguka Kenya mzima na ikashinda. Hakuna. Hata yeye mwenyewe si alikuwa pia sikura. I was played into power. Power ya kuombewa ndio ilimuigiza. Alikuwa amefungua kanisa pale kule Karen, State House ya Karen. They had a chapel there. Huko Wairimu alikuwa analalaga huko, anaamukia huko, akina Muheria, akina nani wakiombea nyoka ikue. Walikuwa wanaombea nyoka. Bwana Yesu, eh? Yes. Walikuwa wanaombea nyoka na nyoka ilikuwa. Na nyoka ilisimama, na nyoka ilitembea. Sio ukisema ati kwa sababu hapa unaombea hapa unaweza kuwa unaomba lakini unaombea nyoka. Because Wakristo ni watu hawajui kufafanua, hawajui kuangalia, hawajui kujua. Ruto akaombewa. Ruto akarudi akachukua Waislamu wale wanapigaga dua. Sheikh Hassan alikuwa ametoka Dar es Salaam, akamleta Sheikh Hassan akazunguka Kenya mzima akizika mbuzi aliye hai every county. Bibi yake naye akakuja na kitu inaitwa table banking, akazunguka na wamama Kenya mzima table banking, yeah, without table banking. Hey, nyama kadi makiga nemo hai ninato hemetogia gasi kamutogi ka gasi kana kuja kupika chakula, na hakuna nguvu iliyo kubwa kuliko nguvu ya chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Only a plate ndio ilikuwa kamutogi ka gasi. Kamutogi haka kana wakaga kila siku kakikuzungumzia, kakiwaka kila siku kana kuzungumzia. That is the secret of altars. Altars does not value. Haijui wewe ni Mkristo ama wewe si Mkristo, wewe ni Muislamu ama wewe si Muislamu. Madhabahu ni principle ya kingdom of heaven. Hiyo Kristo yako utuletea ati Kristo mimi nimeokoka, tulikuwa tumeokoka. Hiyo nguvu yake yote tuliweka Karen, akajenga madhabahu hapo na tukaanza kuinama huko. Hiyo madhabahu akaenda kila kanisa zote main. Kwanza alienda kanisa zote main. Kama ni Kayole anajua ni kanisa gani main hapo. Akatoka hapo akajua Dadora ni kanisa gani, akajua ni ya fulani, akapeleka milioni 4. Alikuwa anapeleka milioni ngapi? 4. Alikuwa operating na namba. Bwana Yesu asifiwe sana. He was operating with numbers. Akatoka hapo akaenda Catholic main. Akaenda huko akapata kaenda independent, akajua independent ndio the main church ya Kenya. Si Catholic. Catholic is not the main church of Kenya. The country kikokona ya Florida, the altar of the nation, it is independent. Sio PCA, hizo ni foreign altars. Lakini ili baada ya Maumau kupigana, mare walipeleka vitu zao zile walikuwa natumia za madhaga, ile kubeba vitu zao za kufanya kafara zao, walipeleka ndani ya kanisa independent. Pale panaitwa Odhaya, Kagarithi, pale kumejengwa independent ile ya kwanza. Hapo ndio iliweko hapo. Kani hiyo usipokuwa na independent, you can never be a president of Kenya. Ndio uliona wakati Uhuru alijua Ruto anaenda pale Keno kwenda kwa ile kanisa. Uhuru alituma GSU akarushe tia gasi huko. Ndio jamaa asifaulu kuingia ndani wainue madhabahu. Hiyo ndio alikuwa anazuia peke yake, lakini jamani mjaja alienda usiku na akainua. So kuna power
tuache kufikiria from the political side. Tutoke kwa politics. Politics hakuna mahali itatupeleka. Kenya sisi Wakikuyu sasa, kama mimi ni Mkikuyu na huyu ni Mkikuyu na wewe ni Mkikuyu, wacheni na Wakamba na wale wengine hawajawahi tawala Kenya. Usipokuwa na dream, usipokuwa unaweza kuota, ujue na unakumbuka hiyo ndoto, basi utaishi kwenye mashida. Maana hakuna siku, because vitu zilifanyika kitambo, there is a revelation. Unaletwa kwa ndoto, unaonyeshwa. Vitu zinafanyika sahi, unaletewa kwa ndoto, unaonyeshwa. Vitu vitafanyika kesho, unaletewa kwa ndoto, unaonyeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why the church must be very alert. And that is why a Christian must be very alert. And that's why all of us lazima tukue very alert. Ndio tuweze kuelewa na kujua what is happening today and what is happening tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ujue what will happen tomorrow, you must be able to understand what happened. Ni nini ilifanyika? Ndio nasikia na kupatia ka historika Mau na Independent Church. Ndio ujue ni wapi tunaweza kuwa tulifugiwa. Ni wapi tunaweza kuwa tulipigiwa. Ni wapi tunaweza kuwa kuna kitu kilifanyika ambacho kinatufanyia mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. So therefore for us we want to now to initiate a program kutoka sasa. Nifufue hali yako ya ndoto. Nifufue hali yako ya kuelewa na kuwa na communication na Mungu. Na hali yako ya kuweza kuona mambo ambayo ilikatwa kwako. Maana wakati ndoto zako zilikatwa, a dream is a vision. Wakati ilikatwa, mambo yako yote ilikatwa. Ndio nakutaka watu wengi hapa unaonaga mahali unaenda mtaa fulani, unaona ni kama umewahi kukuja hapa, lakini ukuoni kama uoni. Maana ni Uganda mahali panaitwa Tororo, na unaona hujaifika, lakini ukiangalia ni tori wako roko ndutagoko uliwahi kufika katika ulimwengu wa kiroho. Ulifika huko, ulikuwa ushafika. Mungu alikuwa amekuonyesha hapa huko ndio woka. Mungu alikuwa amekuonyesha hii kitu itafanyika. Unaweza kujikuta ununua nguo mpaka unaona hii nguo ni kama ulikuwa na nguo nyingine kama hii. Hiyo nguo ulikuwa ushaionyeshwa iko jiani, imetengenezwa, imekuja na utakutana nayo. Unaonyeshwa ya kwamba Kenya hii itakuja kulipuka kwa njia hii na hii na hii. Kwa maana tuliambiwa baada huyu mtu akiingia kutakuwa hivi. Wakati wa uhuru tuliambiwa akiingia kutakuwa hivi. Lakini we tended to ignore because nyota zetu zote zilizimwa. Na nyota zetu zinazimiagwa kupitia kwa ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. So, ndoto, dream is not an accident. Bwana Yesu asifiwe sana. It's not an accident. Sio ati ni kitu atu kinakuja hivi na kuzimwa kwa dream yako unasahau, hukubuki. It is also not an accident. Kuna mtu involved ya kuzima. Kama ukubukagi ndoto na kama hauotagi kabisa ni kuzimwa, umezimwa. Kila mtu anafaa kuota. Either uote ama unakuwa unaona vision. Mimi naonaga vision. Sasa tukiwa hapa naletua kioo, naanza kuona maneno yako yote. Na pia nalalaga ninaota. Lakini kuna wakipidi hapa tumekuwa na nyinyi, nilikuwa nimezimwa. Si ati mimi niko special, hata mimi nazimagwa. Na watu wengi tunabebagwa kupitia kwa nini? Kwa ndoto. Maana kuna kitu kinafikisiwa katika ulimwengu wa kiroho. Kuna kitu unakamatiwa kwenye ulimwengu wa kiroho, hauwezi kujinasua. And that is why I tell you, a dream is not an accident. It's a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Look at Joseph. Joseph realized alifaulu kwa mambo yake yote. Na vision yake na destiny yake aliijulia wapi? Kwa ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham alizungumziwa na Mungu ndio akuwe baba wa dunia. Kwa nini? Kwa ndoto. Haleluya. Wakati Mungu alitaka kuleta future ya dunia ama kukomboa Waisraeli, alitumia Musa kwa nini? Kwa ndoto. Haleluya. Any change and transformation that happens in you comes through a dream. So ni vizuri uweze kuelewa ndoto inakujaga namna gani. Na ikikuja ndoto ya ukweli ama ya ubaya ni gani. Maana wakijua umeenda kubarikiwa. Kama sasa wakati Joseph walijua anaenda kubarikiwa, they started a counter plan to destroy him. Ndio nasikiaga hasi watu wote wanaambia kwa ndoto. Si watu sasa kama wale waliniambia ati wametumwa wamesugumusiwa. Mimi siku hizi naigiaga hapo kwa chemba yangu, nilitengeneza mahali pa kuombea. Naenda napiga magoti hapo nasema, Fafa, I refuse. Hiyo si ndoto yako. Maana ulishasema kitu kingine na mimi uliniambia na ukanionyesha kitu kingine. Hii kingine na wewe ulimuonyeshia wapi? Murare na yake Fafa. Ni murare na yake jera katia kudehera confusion. Ni jira kaka hiyo tukari na gaika. Don't bring confusion to me. Ulinionyesha ukaniambia na ni mimi ulionyesha. Na nikafurahi na nikakwambia ni asante. Sasa huyu mwingine amekuja ni wewe ama ni wabadia. Mungu ananiambia hosho nemokora. Nemekorera agwiraga niyo karege. Miugererie.
Bwana Yesu asifiwe sana. So when God is speaking and when God want to change, when God want to bring something new, he uses dreams and visions to transform, to change and to warn. Na sio lazima ati kwa sababu umeota ukue ndoto yako ni ya Mungu. Hata ndoto za shetani ziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakijua unaenda kupatiwa gari na Mungu, gari aina ya Harrier ama Toyota ama gari, kwa ndoto ya kishetani watakuletea Mercedes. Sasa uachane na hiyo kioneki ya Harrier ukibisana na kioneki ya Mercedes. Unaletewa kioneki ya biashara, wewe Mungu amekuonyesha kuna biashara anaenda kufungulia. Immediately wanakuletea ndoto nyingine ya kazi nyingine kubwa na mzuri. Anakuletea ndoto ya gold. Na hiyo gold iko Mosambiki. Hata sio ya gold, anakuletea ndoto ya Mercury. Na alafu baada ya 2 days jamaa anakuja na kuambia kuna biashara fulani Mungu amenionyesha ya Mercury. Unasema hata nilikuwa nimeota. Kumbe ni diversion, umeodolewa. So after a dream, pray and ask God, is this your dream? Kama ni dream yako, repeat it again. Bwana Yesu asifiwe sana. And it is always good to ask God a repeat mara hata ya 3. Mtu anaitwa Gideoni alikuwa anaongea na Mungu, anajua wewe ni gaitura nake, lakini anaweka karoa, anamwambia kama ni wewe hii karoa ikuwe na maji asubuhi. Anakuja anakuta iko na maji. Tena anaruka, anaambia Mungu, kama ni wewe hii karoa hapa kwingine kukuwe na maji, hapa kukuwe dry. Tena ingine, kama ni wewe. Alienda kama mara 3 mara 4. Confirm and reconfirm. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakati you are making a move, you know indeed God is on your side. You know indeed. Bana tunarushiwa kwa hizo madream ambazo zinatuondoa katika uwepo wa Mungu. God speaks to us in a dream, but the enemy will counterfeit the same in a dream. God will use the dream to speak to you, but the enemy again itatumia the same dream ku counterfeit. Ndio unaota hivi, kesho tena unaota vingine. Unaota hivi kwa sababu kama sasa wale wote wameota kunihusu. Si hata wewe utaweza kushangaa huyo Mungu. Hapo unajua Mungu huyo shetani alipanda watu wengi ndio waniletee confusion. Na wakati nimepata confusion, from there I will not be able to execute anything. Sitaweza kuachilia nguvu ile Mungu ameniachilia. Sitaweza kufanya ile kitu Mungu ameniambia, maana nitakuwa diverted. When dreams zimeanza kuwa nyingi zinakuvuruta towards different directions, kwa hivyo you are not able to execute the plan of God in you. You are not able to move. And the dream inakuabiaga wakati nyota yako inaibiwa. The dream inakuabiaga wakati wanakupagia. The dream inakuabiaga wakati unaenda kuinuka. The dream inakuabiaga wakati mambo mapya yanaenda kufanyika. Na watu wengi kazi zetu, ndoa zetu, nyumba zetu, huduma zetu zimeibiwa in the dream. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baraka zetu, kufaulu kwetu na kila kitu tumeibiwa amba kubarikiwa in the dream. We are not hatupatake baraka hapa. Before something happens, kabla hiyo gari ikuje, kabla hiyo ndoa ifanyike, kabla hiyo kasi yako iaguke, kabla chochote kifanyike katika maisha yako, hiyo kitu kinakuwa kishafanyika na ulionyeshwa kwa dream. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa umeonyeshwa in the dream, na lakini wewe haukufaulu kujua. Maana wewe uliona umeota mkiwa katika mazishi na ukafikiria kuna mtu anaenda kukufa. Kutoka hapo kaanza kwenda kukemea katika jina la Yesu Kristo, ninafunga roho ya kifo, ninakana maka ria katodododo rebebebebebe. Unakemea na ndoto hiyo haikuwa kifo. And that is the wrong interpretation. Ukiona umeota kama umekufa ama kuna kifo ama kuna mazishi inafanyika, ukiona unaota na saduku ama mtu anazikwa na hujui ni nani, ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujui ni nani, ni wewe, ndoto hiyo ni yako. Umeelewa? Ama mko kwenye mkutano, ulikuwa kwenye mkutano, hujui ni akina nani. Ulikuwa kwenye mkutano lakini hujui ni akina nani walikuwa huko, ama hujui ni kitu gani. Hicho kitu kilikuwa kinafanyika ni chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona unaota katika hali unaona kuna kifo, si kifo physical, ni transition. Unatoka kwa hali hii unaenda kwa hali hii nyingine. Haleluya. Kwa hivyo usiende kukemea kifo. Hakuna kifo hapo, ni transition. Unainuliwa. It's a transition from the one level to another glory. Mwadhani ya washo. Sasa hapa Wakristo wengi hapa, wangapi wameota kama wamekufa? Kuna mama amekuja hapa kuniambia ni dada huko midherie gekuo. Kuna mama aliniletea 100,000 kwa sababu ya ndoto ya kifo. Mimi nikaichukua haraka, nikaiweka mfuko. Nilipoiweka mfuko sasa ndio nikamuelezea maana ya
Maana ningempatia awali hiyo 100 ingetoka kweli? Haingetoka. Niliweka kwa mfuko kwanza. Sasa tukaanza kuzungumza kai. Huko tikokuwa. Nikaona ameangalia pale alikuwa amewekelea pesa. Nikaona okay, ni budget ya pesa hiyo. Nikamwambia sasa hizo hata nimerusha kwa ile kitu na imefungwa na treasurer wetu amefunga ameenda. Nikamuelezea ni nini ilikuwa ifanyike na ni nini inafanyika kwenye maisha yako. Na alipofanya hivyo alijipata na akaona baadaye alipata visa yake. Visa hivyo tu ya kikazi. Akaenda Amerika. Sasa ni mtu mkubwa sana Amerika. Nikamwambia that was a transition. Hiyo kitu ya zamani, ile roho ya zamani na ile mipango ya zamani shetani alikuwa amekuwekelea ndio inakufaga. That is what you see in the dream. Then from there you get a new life that transits you to the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tuangalie kadhaa hapa, ni nyingi na tutaenda, niliwaambia tutaenda tukiedaga tusome mpaka tujue what happens. Tutaanza na dream nzuri ndio tutamalizia na dream mbaya. Si ndio? Tuangalie a dream when receiving a key. A dream when receiving a key. Wangapi hapa wameshai kuona ndoto uko ndani ya uko na kifunguo, umepata kifunguo? Bwana Yesu asifiwe sana, kifunguo. Now this dream has two parts, has a negative part and a positive part. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us look from the positive part. When you have a dream receiving a key, ni kumaanisha kuna milango katika maisha yako imefungwa. That is why umeletewa kifunguo ndio uende ukafungue. And meaning that hiyo milango iko tayari kufunguliwa. Inaweza kuwa ni mlango ya ndoa, mlango ya biashara, mlango ya huduma, mlango ya kusafiri kwenda mataifa ya nje, mlango ambao ilikuwa imefungwa awali na haukuwa na kifunguo cha kufungulisha. Mumaanisha there is a power that has been released to you now. You can unlock your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza kuota ukiwa umepatiwa kifunguo, alafu mkiwa kwenye gari mkafanya accident, ama mtu ng'ombe ikakuja ikakutisha ikakurusha hivi ukaagusha kifunguo, ama ulikuwa umeshika kifunguo ikaaguka kwa mto, ama ulikuenda choo ikaaguka kwa choo, ama ukaisahau mahali. Ni kumaanisha there is a negative part of it. Umepatiwa kifunguo lakini kuna mtu amekuandama. Kuna mtu alikuwa anajua unapatiwa kifunguo, akakuandama, akakushika, akaiba hiyo kifunguo. That is a key stolen. So wewe kule biguni kifunguo kimelilisiwa. Sasa hapo ndio unaletaga mapambano ya hapa duniani. Si mapambano ya biguni tena, ni mapambano ya wapi? Hapa duniani. Maana kifunguo kimeibiwa. Hakikuibiwa biguni, kimeibiwa wapi? Hapa. So usianze kwenda baba ninakuomba, achilia. Hapana, sasa ni hapo ujue mchawi, muganga, murogi, yoyote ambaye ameshika vitu zangu, ninakupokonya katika jina la Yesu Kristo. Ninakupokonya katika jina la Yesu Kristo. I bind, I destroy you who is hiding my key. Bring it back. Unaicommand. Maana wakati mtu anaitwa Daniel alipoenda kuomba siku ile, aliomba siku ya kwanza ndio milango yako ilifunguka. The key was dropped the same very day alianza maombi. Sasa wale tunaitaka Katoroni, tunaitaka huko Heaven's Gate, nenda ukue sensitive. Ukiingia Katoroni usikie ile maneno yote imekuleta hako ni kama Mungu ameijibu. Sasa safari ya kwenda the same day. Sasa safari ya kuacha waste more time. Sasa kuweza kutafuta hizo vitu. Maana Danieli alipoada maombi, vitu yake ki yake iliteremka immediately, lakini aliendelea kuomba. Kumbe imekuja, imechukuliwa na nani? Na mfalme wa Persia. Sasa yeye anaomba, Horina kantara babosha. Najua Danieli alikuwa Mkikuyu. Horina wanapewa Kikuyu, anapenda kuomba sana. Ria katara babashe. Hata Mungu akimunenea riandorololo. Yaani anashirika from morning to evening ni maombi. Na Mungu anataka unyamaze akusugumusie. Wewe ni makelele kaka. Koko. Bako unaanza kulia kama Buddha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika Danieli akiomba siku ya 20 hapo 19 ndio akarealize maneno sio vile nafikiria. Akaambiwa siku ile uliomba ndio nilikupatia maneno. Akaambiwa nenda tafute vitu zako ziko huko. Sisi uheta huko. Kwenda kuangalia akakuta kumbe vitu ziko na mtu anaitwa mfalme wa Persia. Ndio Mungu akamhurumia, maana alikuwa amechoka. Mahoya magere mweti mega makohoya muno utahoma utachoka. Maana sasa Danieli alikuwa amechoka.
Ikabidi Mungu ateremshe kwa sababu ya huruma tu, maana alijua mtu hii ni innocent. Kwa sababu ya huruma akatuma malaika anaitwa nani? Michael teremka. Maana malaika Gabrieli alikamatwa kitabu. Si kumaanisha ati kwa sababu nakuwa na malaika, kwa maana unasikia kati niende na malaika 5, malaika wanga wake, malaika wa Ilio, malaika wa Mukimo, malaika wa Turugi, malaika yake. Hawa malaika wako watakamatiwa kule na wakaona huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Gabrieli mwenyewe. Na Gabrieli ndiye anatupatia kama maono. Gabrieli ndiye anatufanyaga idomereli hizi prophet hizi zote ni za Gabrieli. Lakini na yeye na prophet zake na maono yake na vitu zake alikamatwa na mfalme wa Persia. Akakaa na huko. Akaanza kuzunguka na yeye. 21 days alikuwa anazungushwa huko juu. Ilibidi Michael akuje na panga. Alikuja na panga jora. Akakuja akatoa vita. Vitu za Danieli zikaachiliwa. Kwa hivyo usifikiri hata malaika anaweza kukusaidia sana. Anaweza kukamatwa. Na imagine kama malaika amekamatwa na wewe je? Tafinywa. Ukiona mumeti ogwo muikarete ogwo tondu mutie uyi. You need to understand yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Understand how God operates. The moment you understand how God operates, you will be able to come out of the situations that you are in, because they are easy. Very easy kutoka kwenye situations. Kuna venye mimi kama sasa hiyo nimesema wakati nilifanya an idea, nikafanya a decisive decision. Nilienda kwa mlima kule Gong, nikauliza Mungu, where did I go wrong? Mungu aliniletea screen, akanionyesha hii ni nyoka ndio umeweka cheo fulani. Hii ni nyoka ndio umeweka cheo fulani. Hii ni nyoka ndio umeweka hapa. Hii ni nyoka ndio umeweka hapa. Nikaangalia wale watu wote ambao nilikuwa naomba mawaidha, ambao nilikuwa na share nao vision ya kanisa, ambao nilikuwa na share nao kila kitu, wote nilionyesha. Mmoja ni cobra, mwingine ni python, mwingine ni black mamba, mwingine ni green mamba. Zote zilikuwa zinaniangalia hivi, zinanirabaraba huko. Ninataka ulikuwa mpaka ingine nikaona ina ulimi inavuruta kitu, inanivuruta kama magnet. Na hiyo ndio kwanza ndio nimepatia, ndio namuitaga wakati hata kwangu namuita nyumbani, nambuja madene huro kama useta usirage hanini. Kumbe una invite nyoka kwa nyumba, inakuja inakumeza pole pole, wakameza wakavuruta na murija. Walikuwa navuruta na murija ni kama wale Waruya. Wakivuruta murija. Unajua Waruya wanakunyonga. Hiyo tunaenda wakati niko naishi Kibera, tulikuwa tunaenda tunakunywa. Unavuruta murija yako, naweka murija mwingine ni nyugu moja. Alafu unarudisha ukivuruta, unarudisha ukivuruta, unarudisha mkivuruta. So the power of the key ni kusema imekupatia access. Ukiona kifunguo umetumiwa ni access. Kuna kitu kilikuwa kimezuiliwa. Kuna mahali palikuwa pamekwama. Kuna jambo fulani lilikuwa limekwama katika maisha yako. Ukiona una ndoto ni kumaanisha hiyo mkwamo ilikuwa imewekwa, imeondolewa. Sasa umepata access. Kuna mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, ukiona kifunguo, ukifungua ile mlango, unafungua ile mlango kwa sababu uko na authority. Kuna mtu mmoja au wawili tu nimepatia kifunguo. They have my authority ya kukana kifunguo ya kanisa. Now you get what? When you get the key, you get the authority. Ukiona kifunguo imeteremka, kuna authority fulani imeachiliwa kwako. Na hiyo authority ndio inakufungulishia, ndio inakupeleka mahali popote unaenda na unapata kibali. Kuna mama fulani hapa aliniambia maisha yake ya kuomba ilikuwa imepotea, lakini wakati tumeanza kuomba maisha imerudi. Meaning kuna kifunguo iliteremshwa. Kwa kuna kitu kilikuwa kimeibiwa ndani yake. Kuna nyota fulani, na ni mtu mmoja tu alikuja kwa maisha yako. Anaweza kuja kama mwanamke mlale na yeye, abebe kifunguo. Anaweza kuja kama mwanaume mlale na yeye, abebe kifunguo. Anaweza kukunulia chakula, muende tu kwa hoteli mkule chakula. Hiyo maana anaweza kukuletea nguo, akupatie nguo yake tu. Nguo yake. Nguo tu kana karatu, kana gathogiri na wagiri yako marege hani ukuona. Anaweza kuletea karamu, anaweza kupatia kitu tu na inaenda. Na unakuta nyota yako imeenda. Kitu kidogo. Alikuja akaona wewe unafaulu sana kwenye kazi. Unafanyaga kazi, uko na customer nyingi, anakuletea kazi. Kazi tu, anakupatia pesa. Hiyo pesa imegagwa, imetengenezwa. Basi kutoka hapo unaweza kuona kazi yako ikiteremka. Kitu ile wanakurushia pombe, unaanza kukunywa pombe, unaanza kukunywa bagi, unakurushia wanawake, unakuta sasa wewe ndio hodari kwa wanawake, unakuta una wanawake kama 7, 8. Kuna siku nilikuwa hodari na hiyo maneno. Nilikuwa naweka mmoja hapo, mwingine kwa compound moja kama hii tu, unaweka mmoja floor hii, mwingine floor nyingine, mwingine floor nyingine, mwingine doa ile nyingine.
Kumbe ni nyota yangu walikuwa nachukua. Kumbe ni kuniondoa kwenye plani ya Mungu. That is how they remove you. Sio watakufanya kitu kibaya, watakurushia kitu mzuri hata ukijiona naona kama ukikula unatumia nana damari si itori. Umweha hori ogina hari ogi hari no ogi hari. Na wena kanini kaya goka rukia kuria niko muranywa nako ri. Ungefiri ate. Mudurume afira gate is a king. Unajifiri wewe ni mfalme. Wewe ndio kusema. Na hawaelewani mpaka wanakupatia kitu yani kipawa kingine. Hakuna mtu hata watakuja kwa meza moja, mtakunywa na mtakula na hakuna mtu anajua mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when they have stolen your key. That is when they have stolen your star. Hizo wameiba, wamekuwekea pasia, haujielewi. So they give you a temporary glory. Wanakuinua kwa vitu zingine, wanakupatia temporary glory. Sasa wewe unajiona wewe mtu wa maana, unajiona wewe ni mtu special, wewe ni mtu ambaye ni mtu wa yani igeta charity kuja, unaona charity anakuja kama amenyenyekea. Haraka. Naita Roda anakuja kama amenyenyekea. Unaita Frida anakuja kama amenyenyekea. You think you are powerful. You think you are special. You think you are honored. Kumbe ni hirisi uliruhusiwa ya kuondolewa kwenye mpango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So another dream, when you dream while harvesting. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuota wakati unavuna mahindi ama unavuna boga. Bwana Yesu asifiwe sana. When you dream while harvesting, it means your new season has arrived. Ukiota ukivuna. Ukiota biashara yako, sasa watu wamepaka laini kwa duka yako, kununua. Ukiota umeenda kapara, umenunua, umeharvest, umelima chakula, umelima mihogo, umelima rice, umelima na kuvuna, unavuna. Ni kumaanisha a new season. Season yako imefika ya kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what I came to declare today, that is season yako. Lakini kuna kitu kingine inaweza fanyika. Unaweza kuona umevuna, waisi wakakuja wakaiba. Kumaanisha season ilifika lakini ikaibiwa. Kwa hivyo season inaweza kufika na ubarikiwe na uambiwe sasa maneno imekuwa mzuri, lakini muisi akuje achukue. Kule biguni kitabu imejazwa, ulibarikiwa. Kwa hivyo hata ukirudi biguni wanasema katika neno sio wewe ni subua. Mtumishi wa Mungu akikwambia barikiwe na milango yako imefunguka, it is enough. It is enough. Just go. Wacha wabati baba katika jina la kariboka. Yes, your gimmicks. Those are gimmicks. I only need. Mimi niko na anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Anointing yangu mimi nakuanga na an office inaitangwa a prophetic office. I don't need to pray for you. I need to say just release. Mungu amekubariki. Milango yako imefunguka. That is enough. Hiyo ndio mtu anaitwa Michael alienda akaambia mfalme wa Pasha, achana na huyu mtu, akaachiliwa. Hakuna fibo alitumia, achana na huyu mtu. Ndio hiyo mtu Musa alikuwa na fibo, anaambia umeshika nini? Fibo. Agusha chini, inakuwa nyoka. Unaagusha nini? Unashika nini? Fibo. Akaagusha, akapiga maji, piga hiyo jiwe, maji inakenda kado na kado because of that power. Na hiyo ndio inaitangwa the altar that speaks. The altar. Kuna watu wanakuaga they themselves, they are altars. Wanatembeaga ni madhabahu. Akienda mahali popote kuna kitu kitafanyika. Kuna akiingia kwa maisha yako anaweza kukunyonya. Kama ni altar wa kishetani, akiingia tu mkishikana, ulikuwa milionea, unaanza kuteremka. Unasikia kagari kako moja, lori moja yako imeangukia Mombasa. Ukikaa kidogo unasikia ile gari yako ulinunua juzi Mercedes na ilikuwa jana ndio ulikuwa ukata insurance, ukasahau. The following day unasikia imegogwa, imeisha yote. Unakaa miezi mingine mitatu, unasikia kitu kingine imefanyika. Ukikaa miezi mingine 3, unasikia mtoto yako amegojeka. Ukikaa ninge kwa sababu kuna mtu aliingia ndani yako ambaye amebeba madhabahu ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mtu atakuhakikisha na ni kutumwa, ametumwa. Hallelujah. God uses men to help you. At the same time, the devil uses men. There is no way God comes to you straight. Anatumiaga mtu kuwa baraka yako. Ndio mkuje ndio uende upate kazi. Lazima kukuwe kuna mtu mwenye kampuni iliyo na kazi ndio upate kazi. God uses men so that these men will become a link of your favor, your grace, so that you can be able to move. Sasa ukiona uliharvest lakini hizo vitu ama uliharvest, walipo uliharvest mvua ikanyesha, ukaona hizo vitu zako zimeanza kuosea kwa shamba, already kule biguni umelilisiwa, kila kitu imelilisiwa kwako. Wewe na ido sio the
kitabu ya biguni inasema wewe usiru hata wamefunga mlango na wamesema huyo failo yake imetoka, lakini hapa chini ni mahangaiko. Hiyo ndio mahangaiko ilikuwa na Danieli siku 21 akihangaika na vitu zilikuja the same day aliomba. Kwa hivyo kuna watu hapa vitu zako zilikuja, na hizo vitu zikikuja, wacha niwaambie siri moja, hizo vitu hazirudigi biguni. Wakikuja ni malaika wanaletaga failo yako na gari yako, nyumba yako, mzee wako, kwa sababu naona watu wengi hapa wako na wazee. Lakini kule biguni najua mko na wazee. Lakini sasa wewe wakati uliomba huyo mzee ukiwa kwa Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaona mzee amekaa sana ukakimbia kwa Yesu. Ukaona kwa mzee amekaa sana ukakimbia kwa. Ukaona kwa mzee amekaa sana ukakimbia kwa. Sasa uko kwa Waruinge. Lakini ile PO box ilitumika kudeliver mzee wako ni ya kwa Harrison. Ile barua unaandika ile unasema passport yako itatumwa wapi? DHL yaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ulirudi ukatoka DHL yaya ukaenda DHL Murang'a. Sasa parcel yako itapelekwa wapi? Yaya. Ndio unaona kuna watu wanakuaga tunaitaka caretaker. The heavenly caretakers. Hao unakutaka mtu anatajirika from nothing. Hakuna biashara anafanya lakini vitu vinamkutaka mahali yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu katika dunia hii, they are here, they eat, they drink, na they have no job. Because they are chosen from heaven to caretake, kushikilia mafara wajiga, wacha niwaite wajiga, wale walihama kanisa, waliitishia mligo kwa Harrison wakawachana. Hiyo kodi ulipatiana mahali Mungu alikupatia. Pale mlipata signal ya biguni. Hapo ndio mzigo italetwa. Sasa mwambie mwenzako muulize umeruka kanisa gapi? Mwambie sasa rudi kwa hiyo kanisa. Mahali uliazia, mahali ulisikia ni kama Mungu amekunenea, urudi hapo. Tolo niko mligo ole. Na rĩu mũrigo ũcio woka wanĩirwo Harrison ng'ang'a. Rĩu Harrison rĩu nĩkĩo agĩtwarire kĩrĩnjiro batoo nĩkĩateka wa matuini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona ako na mashamba mataito amepatiwa kwa sababu nikiateka wa biguni. Sasa kwa sababu hazirudishagwi, zikiteremka hazirudishagwi. Hiyo kurukaruka, na hiyo tunaitaka kurukaruka. Hiyo kuruka kutoka hapa kwenda hapa ndio imefanya ukue maskini. Maana vitu zako zilikuja, but zilikuja kwa ile PO box. So it is very important when you have a dream that is awake, it will reveal to you ni wapi. Ukiuliza Mungu, nyonia kule ndio sia kwa ile, atakuonyesha. Atakuja kwa ndoto. Ukiona mtu anaitwa Solomon, Mungu alimubariki kupitia nini? Kwa ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. So God communicates to you through a dream or a vision. Therefore, kama uliona hizo vitu mizigo yako, uligedha lakini ikaosea kwa shamba, ni iliharibika. Dream yako iliingia vizuri, Mungu alikubariki, Mungu alikupatia vitu zako, lakini kuna venye ulimisuse. Ama ulisahau, ama ulikuwa careless, zikahosea kwa shamba. Kai, niza nyanya ilolete. Na hiyo ni akeri. Tumiangalia hii dreaming with the ripe fruits. Yes, andika hiyo. Dreaming with ripe fruits. When you dream, ukiota ukiona unakula midhafifo, unakula maembe, zote zimeiva vizuri, it is an indication your financial breakthrough is ready. Umepata financial breakthrough. Ndio unaona hiyo matunda imekuja. Maana fruits ni matunda, ni baraka zile zinakuja. And the Bible says about the fruits. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtaenda mtaangalia when you dream with ripe fruits, your financial harvest is ready. Yani ugirota hiko ciothe wote ukiona matunda imeiva vizuri, avocado imeiva, midhafifo imeiva, kila kahawa kameiva vizuri, ni kumaanisha your financial harvest is ready and your seeds are about to produce. You are about to start now. Wewe sasa you are ready to produce. You are about, your seed is about to produce. Sasa ni ukoja kutama mega. Wada ni agosha. Kama ukiona hujaota hiyo na fruits ukikula, alafu fruits inaweza kuwa on the other side. On the other side, unaweza kutoa fruit ukuta ziko na wadudu. Kumbe your financial breakthrough ulirogwa. Ndio kwa maana pesa hazikujagi. Ziko zinakujaga lakini hazikusaidiagi. Na ukiona mama mzee ama mama mzee, ama ukiota doto na mama mzee ama mzee ayote ule ameshika kanoti na nikamzee sana, ujue that is not a finance, is a counterfeit of the fruits. Na ukiona anakupatia kwenye magomano ya jia, uote doto amekupatia kwenye jia zinaenda kado kado, ukiona mtu anakupatilia pesa kwenye magomano ine ya ajira, then avoid that money, cancel that, because amekuhuruja.
amekuspata, amekudistribute. Hakuna siku utakuja kufaulu. Utapata pesa, utakuwa na pesa mingi, lakini hizo pesa yote Bethel Clouds TV, empowering lives.